Siku ya Bwana. Siku ya Bwana, na tutakuja kuiangalia pia Bwana Yesu akitoa mafundisho, maana alikuwa akifundisha mahali pengine wakati wa Injili. Lakini tumesoma habari hizi za Sefania, ni habari za Agano la Kale. Ni habari ambazo mtumishi wa Mungu alikuwa ananena kujulisha ulimwengu au kanisa ya kwamba nini kitakachokwenda kutokea katika dunia hii. Sababu dunia hii ina mwanzo, na kila chenye mwanzo kina mwisho. Kwa hiyo Sefania alikuwa anaelezea juu ya mwisho utakao kwenda kutokea au utakao kwenda kufanyika wa dunia hii ambayo tunakaa. Wanadamu wanakaa wameridhika, wanafanya kila kitu, kazi zao, shughuli zao. Kuna watu wana mipango. Nilikuwa namsikiliza juzi hapa mtu mmoja ana mipango ya kwenda kufanya makazi mwezini au kwenye sayari nyingine. Kwa hiyo watu wamefikia mpaka viwango hivyo vya kutaka kwenda, mwanadamu nataka aende kwenye sayari kula, ajenge mji ili kusudi basi baadaye aweze kuhamisha watu. Huyu ni milionea, mtu fulani kutoka kula Marekani. Kwa hiyo wanajaribu kuangalia, wenda labda alisoma akaona hii itakuwa na mwisho, kwa hiyo aanzishe nyingine, labda dunia nyingine. Hayo ni mawazo ya mwanadamu, lakini mawazo ya Mungu tunasoma katika Biblia. Mungu alizungumza maneno haya na kwa kupitia katika manabii juu ya habari ya siku inayokuja mbele. Kwa hiyo mwanadamu, utakapokuwa unakula, utakapokuwa unafurahi, utakapokuwa una huzuni, utakapokuwa una mawazo ya namna mbalimbali, lakini tunaposoma maandiko haya na Roho wa Mungu leo anatukumbusha ya kwamba utakapokuwa katika starehe au katika huzuni au misiba au kilio au utakapokuwa na shangwe, lakini uelewe ya kwamba kuna siku moja, hiyo siku ya kwamba itakuja siku inayoitwa ya Bwana. Lakini katika Agano Jipya imetafsiriwa kama siku ya mwisho. Siku ya mwisho. Lakini huyu Sefania anasema siku ya Bwana. Lakini tutakuja kumwona Yesu anazungumza habari ya siku ya mwisho. Kwa hiyo unaposoma katika Agano la Kale, unapoona siku ya Bwana, ujue ya kwamba ni siku ambayo Yesu anazungumza siku ya mwisho. Na siku ya mwisho itakuwa ni mwisho wa dunia hii. Kila kitu kitakuwa kimefikia mwisho. Lakini liko tarajio, liko tegemeo la mtu aliyeokoka, mtu aliyemwamini Mungu, mtu ambaye anaishi katika maisha ya utakatifu, maisha iliyo safi, aliyeachana na dhambi, aliyeachana na uovu, aliyeachana na uchafu wa dunia hii. Analo tarajio la kuingia mahali pazuri ambapo huyu Yesu alieleza kabla hajaondoka kwenda kwa Baba. Mnajua kabisa hata tunapokwenda mbele tunakwenda kufikia katika hatua ya kumbukumbu au kukumbuka Kristo alikufa msalabani, na baada ya kufa msalabani alifufuka. Na alipofufuka, maandiko yanatuambia ya kwamba huyu Yesu siku moja akawaambia wanafunzi wake akiwa amefufuka, hayupo tena kaburini. Mimi na mama tulipata nafasi, tuliingia pale kaburini, tulikwenda Jerusalem, tukaingia pale kaburini, tukaona
Yesu alipokufa pale Golgotha, alafu wakamleta wakamzika katika kaburi, na lile kaburi liko wazi, Yesu hayumo. Na baada ya siku chache Yesu akajitokeza kwa wanafunzi wake, akamwambia, tangulieni tuende Galilaya, katika ule mlima. Ambapo alipofika mahali pale, Yesu aliwaambia ya kwamba nakwenda kwa Baba, na ninakwenda kuwaandalia makao, na pale nitakapokuwepo ndipo watu wangu watakapokuwepo. Nakumbuka wakati anateswa msalabani, mtu mmoja alimuomba, na yeye Yesu akamwambia ya kwamba leo hii tutakuwa pamoja nawe katika ufalme wa Baba yangu wa mbinguni. Kwa hiyo yule mtu alipata tiketi ya pale wakati wa mateso, yule mtu alipata tiketi yake. Yesu alipokufa na yeye alipokufa pale msalabani, wakaenda katika maisha ya kuishi pamoja na Baba. Lakini Yesu alisema kwa kifupi ni kwamba nakwenda kwa Baba, nakwenda kuwaandalia makao. Kwa nini anakwenda kutuandalia makao? Na makao haya ambayo tunakaa sasa yana nini? Itakuwaje? Maana kuna watu ambao wanategemea kwamba kuendelea kuishi katika dunia hii. Nilifika kwa watu fulani wa Hindi, wanasema mtu akifa anageuka kuwa tumbili, mwingine anageuka kuwa fisi, vyovyote tu anaweza kugeuka kwa mnyama, wengine ng'ombe, wengine nini. Kwa hiyo wana matarajio ya kwamba wataishi katika nchi hii. Basi inawezekana akageuka kawa nyau, au kageuka kawa na sura nyingine, ukaishi katika dunia hii. Lakini neno la Mungu nasema, Yesu alizungumza kwamba iko siku ya Bwana, iko siku ya mwisho, ambapo dunia hii unayoiona sasa, kuna vitu hapa tutakwenda kuvigusa, na utasikia, usikilize kwa makini, alafu uchukue hatua. Waimbaji wametuimbia hapa ya kwamba dunia ina wayawaya, na ndivyo ilivyo sasa hivi. Ukiangalia matetesi ya dunia, vita, njaa pamoja na magonjwa. Ilikuwa ni jana au juzi, nchi moja Asia huko, mmesikia tetemeko lililotetemeka, wanasema si la vipimo si Richter 7.7. yani likifika hilo tetemeko 0.7 au likiingia kwenye 8 au likaingia kwenye 10, huu mji kama wa Mwanza huu haitabakia nyumba juu ya nini? Ya nyumba haitabakia. Yani ikivuka hapo kwenye 7, lazima gorofa zishuke, lazima zichanike. Naona lazima nyumba zitikisike. Kwa hiyo tumesikia ilikuwa juzi, watu wanaendelea kutoa vifusi vya magorofa, watu wa mle ndani, wengine wanalia mpaka mwisho wake sauti naisha, basi ndio huyo amekwenda. Kuna vita vinapigana. Sikia pale hapo Mashariki ya Kati. Nilikuwa nasikiliza asubuhi leo kuhusu habari za Marekani na nchi ya Yemen. Nilikuwa nasikiliza habari za Israeli pamoja na Wapalestina. Hayo yote tutakwenda tutaangalia, maana yalitabiliwa na yakazungumzwa, Yesu akayasemea na kulitahadharisha kanisa la Bwana. Wakati hayo mambo yanapotokea, kanisa la Bwana linatakiwa liwe namna gani, au watu wa Mungu wawe katika hali gani? Kwa hiyo mambo haya yanapokuwa yanatokea, changamkeni. Mambo haya tutakapokuwa tunayaona, au dalili hizi tutakapokuwa dunia, watu wa Mungu tunaziona, huu ni wakati wa kujitengeneza. Biblia inasema mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu na azidi kujitakasa, na mwovu aendelee kutenda nini? Uovu, na mtenda dhambi aendelee kutenda dhambi.
Kama umeamua hilo fungu, endelea kufanya. Na kama umeamua fungu la uzima wa milele, una fungu la kwenda mbinguni, na umeamua kabisa kumfuata Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, huu ni wakati wa kutengeneza maisha yako baba, maisha yako binti, maisha yako kijana, maisha yako. Kwa sababu saa inakuja, hakuna huruma tena, haitakuwepo huruma. Kama umesikia wakati nikisoma maandiko haya katika kitabu cha Zefania, kuanzia ule mstari wa 7, anasema nyamaza kimya mbele za nani? Za Bwana. Huu ni wakati hakuna tena mtu kuzungumza, hakuna tena wakati huo mtu kutubu. Huu ni wakati wa mtu, unaposikia neno hili, tengeneza mambo yako na Mungu. Kama hujatubu, hujampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, huu ndio wakati wa kusema na kusimama na kuambia mbele za watu. Maana Biblia imesema, atakayenionea haya au aibu mbele za watu, nami nitawaonea haya mbele za Baba. Huu ni wakati wa kusimama wazi. Leo kuna watu wamekuja wanasema tunataka kuokoka. Uokoke leo. Ni zamu yako, ni siku yako, ni siku ya kuandika jina lako katika kitabu cha uzima wa nini? Wa milele. Maana vitabu vitafunguliwa na majina yataitwa, na kila mmoja ataitwa. Viko vitabu viwili ambavyo majina yao ya wanadamu yataandikwa na matendo yao yanaandikwa. Iko kitabu cha uzima wa milele na kitabu ambacho majina taandikwa watakwenda jehanamu ya milele. Kwa hiyo hebu tuangalie, kwa miaka karibu ya 600 kabla ya Kristo kuzaliwa au kuja na kuzaliwa na Bikira Maria, mambo haya yalitabiriwa ya kwamba iko siku ya Bwana, iko siku ya mwisho wa dunia. Maana tukiangalia katika ule mstari wa ngapi? Wa 14, anasema hiyo siku ya Bwana iliyokuu ikaribu, ikaribu, nayo inafanya haraka. Haiendi kitaratibu taratibu, inafanya vyepesi, inakimbia. Hiyo siku inakuja. Kwa hiyo mtu wa Mungu, huna sababu na wewe ya kwenda taratibu, kizembe mpendwa. Maana mahali pengine nasema hatujui saa wala wakati ambapo jambo hili litafanyika. Litakuja mahali pengine Yesu anasema itakuwa kama mwizi. Mwizi hakwambii leo nakuja kuiba, atakuja ghafla tu, kama mvua tu inatokea, vapu inaanza kunyesha. Hivyo ndivyo ambavyo kuja kwa Kristo kutakavyokuwa, au siku ile ya Bwana itakavyokuwa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, baba, mama, binti au kijana, kanisa la Bwana, tunasoma maandiko haya. Zefania anatabiri, anazungumza maneno haya ya kwamba siku hiyo inafanya haraka sana, na ni siku ya kutisha, ya kuogofya. Ni siku ambayo dunia itakwenda kuwa na kilio na kusaga meno. Lakini wakati huo watakatifu watakuwa mahali pale juu, wakiwa wamemlaki nani? Yesu Kristo Mwokozi. Sasa Zefania alizungumza maneno haya ili kusudi Yesu atakapokuja aweze kuifunulia dunia. Tunaona hata kitabu cha Ufunuo wa Yohana unaeleza wazi juu ya siku hiyo, siku ambapo Kristo atakaporudi kuja kulichukua kanisa lake. Mambo gani yatakwenda kutokea? Hatua zipi tutakazo kwenda kupitia? Nataka sasa tuangalie katika kitabu cha Injili ya Luka, tuangalie mambo ya muhimu. Lakini baadaye hayo tutakuja kupata nafasi. Sasa tutakuja kufundishana kwenye semina ambayo itachukua kama siku 2 au 3 hivi, tukifundishana kuhusu habari hizi. Lakini andika mambo ya muhimu yatakayokwenda kutokea. Jambo la kwanza, Yesu alizungumza au alifundisha
katika kitabu cha Luka sura ya 21 mstari wa 5 mpaka mstari wa 6 unaelezea dalili za siku za mwisho, dalili ya siku ya Bwana. Hebu ngoja tusome mstari hiyo kidogo. Luka sura 21 mstari wa 5 mpaka wa 6. 5 mpaka wa 6. Na watu kadha wa kadha ndio walipokuwa wakiongea habari za hekalu, walikuwa wanakaa wanaongea habari za hekalu, jinsi lilivyopambwa kwa mawe mazuri. yani walikuwa wanashangaa ujenzi kama huu ulivyojengwa, kanisa limejengwa vizuri la Hebron. Walikuwa wanazungumza hivyo na Yesu akiwepo pembeni. Na sadaka za watu, na sadaka za watu hizi ndizo tunazoona tunazikusanya hapa kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya nani? Ya Bwana. Haya mnayoyatazama, Yesu akawaambia wale watu, haya mnayoyatazama, siku inakuja ambapo halitasaliwa jiwe juu ya nini? Ya jiwe. Halitasalia jiwe juu ya jiwe, ambalo halitabomoshwa. Kila kitu kitabomoka. Nini kitakacho kwenda kubomoa hizo nyumba, magorofa? Nini kitakacho kwenda kulipiga chini vitu kama hivyo? Na wanadamu watakuwa wapi? Yesu akazungumza, akaachiwa mawazo. Watu walikuwa wanajisifu, unajua tumejenga nyumba nzuri, tumejenga hekalu nzuri, tumejenga na thamani. Hii sadaka za watu bwana, sadaka. Wewe toa sadaka ndugu yangu, tujenge hapa, lakini jengo hili jengo lenyewe litakwenda kubomoka. Ila kazi yako uliyoifanya toka moyoni, ile sadaka yako uliyoitoa, maandiko yanasema hivi, pale ambapo sadaka yako ilipo na ndipo na moyo wako ulipo, au roho yako ilipo. Amen? Amina. Sasa toa sadaka katika roho. Toa, tujenge nyumba ya Mungu. Tunapojenga nyumba ya Mungu kwa muda huu, tunakuwemo mahali hapa tunaabudu, lakini saa itakapofika waabudu halisi tunakwenda kuabudu wapi? Mbinguni. Bwana apewe sifa. Sisi tu wageni, tu wapitaji wa njia. Tunatoka katika njia hii, tunaondoka katika dunia hii. Wenyeji wetu uko mbinguni. Kama mpendwa umeokoka na umeamua kuokoka na umempa Yesu maisha yako kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hebu toa sadaka yako. Toa kwa uaminifu. Toa tena, unatoa kwa Bwana. Toa, maana pale baada ya muda hiyo sadaka yako, sikiliza, Yesu anamwambia Kornelio, malaika wa Bwana anamwambia Kornelio, sadaka zako na maombi yako wapi? Yako huko. Kumbe unapofanya matoleo yako, unapoyatoa hapa duniani, yanakwenda kuwekwa mbinguni. Maombi yako unayowekesha hapo, naombea kazi ya Mungu iende mbele, yanawekwa katika kiti cha enzi kule mbinguni. Danieli, siku moja shetani alikuwa amezuia maombi. Bwana akamtuma malaika wake, akamwambia, nenda kamsaidie Danieli katika habari za maombi yake, maana kuna majibu ambayo yamekuja, lakini shetani amezuia. Mfalme wa anga amezuia. Kwa hiyo malaika yule alikuja mwingine wa pili, akapigana vita, alafu majibu yakaja kwa Danieli. Danieli mtu unayependwa sana na nani? Na Mungu. Danieli alikuwa anapendwa kwa sababu alikuwa ni mtu mwombaji. Danieli alikuwa ni mtu mtoaji pia wa sadaka. Danieli alijua kumtumikia Mungu katika maisha yake, katikati ya vijana waliosimama wenye imani, wakina Meshaki, Shadrach na Abednego. Na Danieli alikuwepo, hata akaingizwa kwenye tundu la simba ili auawe, kwa sababu anampenda Mungu isivyo. Alisimama kuitetea imani. Paulo anasema, vita nimevipiga, imani nimeilinda, mwendo ninaumaliza katika nani? Katika Bwana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo mtu wa Mungu, huu ni wakati wa kumtumikia Bwana. Mtumikia Mungu. Sadaka yako, maombi yako, fanya kwa bidii ili kazi ya Mungu isonge mbele. Walipokuwa wanajisifia
kwa ajili ya kazi hii Yesu akawaambia, wapendwa, siku ya Bwana itakapokuja ni ya kutisha. Hapa hakitabakia kitu hapa. Kila kitu kitashuka. Kila kitu kitashuka. Hakitasalia juu ya kusalia. Kwa hiyo jambo la kwanza Yesu akawaambia dalili. Dalili. Kwa hiyo mstari wa 5 hadi wa 6 tunajifunza dalili. Itakuwaje? Nini kitakachofanyika? Kwa hiyo kitakachokwenda kutokea ni matetemeko yatakwenda kutokea, vita vitakwenda kutokea, njaa zitakwenda kutokea. Hayo mambo mkianza kuyaona duniani, mjue ya kwamba saa ya Bwana Yesu kurudi duniani imefanya nini? Imekaribia. Twende mstari sura ya 7 mstari wa 7 mpaka mstari wa 19. Andika, kutatokea mateso yajayo yatatokea katika siku hizo. Mstari wa 7 mpaka wa 19. Hebu tuangalie mstari wa 7 huo, wa 8 na wa 9. Tuache mistari mingine utakwenda kuisoma, lakini tuangalie mateso yajayo. Wakamuuliza wakisema, ndio Mwalimu, mambo hayo yatakuwa lini? Yatakuwa lini? Nayo ni nini ishara ya kuwa mambo hayo? Nini ishara ya kuwa mambo hayo ya karibu kutukia? Yatakayokuwa karibu kutokea? Akasema, akawaambia, angalieni msije mkadanganyika. Msije mkadanganyika. Angalieni. Kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu. Wengi watakuja kwa jina la Yesu. Wakisema, mimi ndiye Yesu. Tena majira yamekaribia. Kwamba majira yamekaribia. Basi msiwafuate hao. Msiwafuate hao msiwafuate. Nanyi mtakaposikia habari za vita na fitina. Mkisikia habari ya vita na mkisikia habari ya fitina, msitishwe au vita msitishwe. Maana hayo hayana budi kutukia kwanza. Yani ni lazima yatukie katika ulimwengu huu, lazima. Lakini ule mwisho hauji upesi. Ndio, hauji bure. Endelea. Mstari wa 10. Ndio. Anasema, kisha akawaambia, taifa litaondoka kupigana na taifa. Sasa hapo ndipo kwenye mateso. Taifa litaondoka kupigana na taifa. Na ufalme kupigana na ufalme. Ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na matetemeko makubwa ya nchi. Jamani, hilo tetemeko ambalo limeanguka huko la nchi, tetemeko la nchi, watu wamekufa. Na njaa itakuwepo. Na tauni mahali. Magonjwa unasikia hapa yanatokea, Ebola, magonjwa yapi ya namna mbalimbali, paka yanatangazwa ya kutisha duniani. Na mambo kwamba hayo mambo mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni. Na ishara kubwa kutoka wapi? Kutoka mbinguni. Lakini kabla ya yote kutokea, watawakamata watu wa Mungu na kuwaudhi watu wa Mungu. Watawapeleka mbele ya masinagogi na kuwaua magerezani. Kipelekwa mbele ya wafalme, ndio, na maliwali kwa ajili ya jina langu, kwa ajili ya jina la Yesu. Na hayo yatakuwa ushuhuda kwenu. Bwana pewe sifa. Amen. Kwa tunaona mistari hiyo inatupa nini kitakachokwenda kutokea. Mateso hayo nakupa tu ili kusudi ujue, utakapokuja kuingia kwenye semina ya ndani utaanza kuona sasa ni mateso yapi yatakayokwenda kutokea kwa ajili ya jina hilo Yesu, kwa ajili ya wokovu wako. Watu watachukiwa dunia nzima. Mstari wa 20 mpaka 24, hapo tunapata kuharibiwa kwa Yerusalemu, mji mkuu wa Yerusalemu. Kuharibiwa mji wa Yerusalemu. Mstari wa 20 mpaka 24. Biblia inasema, ndio, lakini hapo mtakapoona mji wa Yerusalemu, mtakapoona ule mji wa Yerusalemu umezungukwa na majeshi, ndipo jueni ya kwamba uharibifu wake umekaribia. Ndipo mtakapotambua ya kwamba uharibifu sasa wa siku ya Bwana umekaribia.
ndipo walio katika Uyahudi. Sasa wanaambiwa, ninyi mlioko hapa katika nchi ya Uyahudi, na wakimbilie milimani. Mkimbilie milimani. Na walio katikati yake, wale walio katikati ya mji, wakimbilie nje. Yani asibaki mtu pale ndani, wakimbilie nje. Na walio katika mashamba, wale walioko mashambani, huko vijijini, wasiingie katika mji wa Yerusalemu. Kwa kuwa siku hizo, kwa sababu siku hizo ndizo za mapatilizo, mateso, ili yatimizwe yote yaliyoandikwa na Zefania ameandika. Hayo lazima yatimizwe. Ole wao wenye mimba. Sasa sikilizeni, anasema ole wa mama wenye mimba na wanaonyonyesha vitoto vidogo katika siku hizo, kwa kuwa kutakuwa na shida nyingi, kutakuwa na shida na tabu nyingi katika nchi, na hasira juu ya taifa hili. Alafu na hasira itakuwepo juu ya taifa hili. Wataanguka kwa ukali wa upanga. Panga utapita, yani upanga manake ni kwamba mabunduki yatapigwa, risasi zitapigwa, watu watakufa na watateketea. Nao watatekwa nyara, wengine watachukuliwa. Mnasikia wengine wametekwa nyara, wanakwenda na kuchukuliwa katika mataifa yote. Na Yerusalemu utakanyagwa na mataifa. Sasa Yerusalemu utaingiliwa na mataifa, watakwenda kukanyaga. Manake ni kwamba mataifa ni watu wasiookoka, wasiomwamini Kristo, watakwenda kuingia katika ule mji wa Yerusalemu. Sikiliza sasa hivi huko. Unajua kuna watu wanasikiliza makanda bongo mani tu, wanasikiliza nini? Akiona taarifa habari anafuta hapo, anaondoa. Ndugu, taarifa habari hizi unazoziona kwenye runinga, kwenye redio zina maana. Amen. Sikiliza taarifa habari. Unakuta mtu ameng'ang'ana tu, anaangalia tu nini mapicha ya Wahindi tu. Yanakusaidia nini? Wewe mlokole, funguka macho. Asomae na afanya nini? Afahamu. Kuna mambo yanakwenda kutokea ambayo unapaswa mtu wa Mungu. Sikiliza redio, sikiliza TV kwa makini, taarifa za habari zifuatilie, zina maana. Sasa hivi sikiliza pale Mashariki ya Kati, Yerusalemu haujaguswa, lakini saa inakuja wanapambana huku, wanapambana miji ya pembeni. Unasikia Gorani kule, wanahangaika huku, lakini mji wa Yerusalemu hawagusi. Kwa nini? Iko saa yake. Ule mji ukiusikia, Yerusalemu umezungukwa sasa na majeshi. Wayahudi wanatawanyika, wanakimbia, majeshi yanapigana, vita vinapigana, kila kitu kinakwenda kusabarika. Ule mji wa Yerusalemu wote, mkisikia mambo haya, umekwisha kufanywa hivyo, mji wa Yesu yuko karibu kuja kuchukua kanisa la kwake. Mstari wa 25 mpaka mstari wa 33 unaelezea kuja kwa Bwana Yesu. Amen. Mstari wa 25 hadi 33 unaelezea kurudi kwa nani? Kuja kwa Yesu. Tena kutakuwa na ishara katika jua na mwezi na nyota na katika nchi, dhiki ya mataifa wakishangaa, na uvumi wa bahari. Kuna uvumi wa bahari utakao kwenda kutokea, na msukosuko wake. Watu wakivunjika mioyo kwa hofu. Watu wakisikia habari hizo, watu watakuwa dunia, watu wanakimbizana, wanakukanyagana ovyo, na kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu, na kutazamia mambo yatakayokwenda kupata huu dunia, ulimwengu huu tunaokaa. Kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Mbingu zitatikisika. Hapo ndipo watakapomwona mwana wa Adamu. Mwana wa Mungu akishuka na jeshi la malaika akija. Hapo ndipo watakatifu, kaeni chonjo. Kama huna dhambi, kama huna uovu, kama huna kitu cha kukuzuia, huo ndio wakati tarumbeta atakapopigwa, watu watapaa kwenda kumlaki nani? Yesu mawinguni. Ole wake atakayebaki, ole wake ambaye amefanya kanisa kuwa kichaka chake cha uovu na mambo yake, lakini kumbe unaendelea na dhambi na uovu. Ole wako. Kwa hiyo jitathmini, mtu wa Mungu, tengeneza mambo yako, rekebisha mambo yako, ili kusudi siku hiyo Yesu atakaporudi kuja kulichukua kanisa lake,
uwe mmoja wa watu watakao kwenda kuingia katika ufalme nani? Wa Baba yetu wa mbinguni. Kwa hiyo baada ya dhiki ile kubwa na vita, Yerusalemu itakapokuwa imezungukwa na vita kali, mambo yatakavyokuwa mabaya, hakuna tena mtu tena kukimbizana kusema narudi Yerusalemu. Huko uliko wewe tembea. Huko uliko subiri, kama uko safi uende kwenye ufalme wa mbinguni. Lakini kama utakuwa mtu wa kutenda yaliyo maovu, ndugu yangu, ole wako. Na mstari wa 34 mpaka 38 unatuelezea siku hii itakuwa ya ghafla. Yaani kitendo kitakachokwenda kufanyika ni cha ghafla. Hebu tusome mstari hiyo, maana kwenda kumaliza hapo. Basi jiangalieni mioyo yenu. Angalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi. Wakristo, angalia moyo wako usije ukalemewa na nini? Na ulafi. Unajua ulafi ni nini? Walafi ni wale watu wa kupenda kufanya nini? Kila kitu wanafanya nini? Wanakula tu. Wanabonyeza bonyeza tu. Wanameza. Yaani kila kitu twende tu. Kila kitu twende tu. Ufunge. Bwana apewe sifa. Funga. Omba. Angalia baba, mama, binti au kijana, moyo wako. Yaani warafi. Unakuta mtu mwingine ulafi wa uzinzi, uasherati, bado mwingine anaingia kwenye mambo ya ulawiti, bado mwingine anaingia uashoga. Huko anakimbizana na vitu vingine vya ajabu. Mrafi ni yule ambaye anataka hata kwa waganga wa kienyeji anataka aingie huko. Huyo mrafi anataka aingie katika hatua nyingine, mambo mengine ya ajabu. Kila kitu anataka aingie, kila uchafu. Acha, mtu wa Mungu, jiepushe. Roho yako isiwe na mrafi, mtu mrafi. Mtu mrafi hatosheki. Anapenda kila kitu kupita. Jilindeni. Vijana jilindeni. Mabinti mjilinde. Wakina baba na wakina mama mjilinde. Wanakwaya tujilinde. Linda moyo wako kuliko vitu vyote. Endelea. Na ulevi. Anasema mjilinde na ulevi na masumbufu ya maisha haya. Masumbufu ya maisha haya ndio nimejaribu kutamka ya masumbufu hayo. Siku ile ikiwajia ghafla. Siku hiyo ikiwajia ghafla, kama mtego unasavyo. Kama mtego unavyomnasa panya, unashuka piga kashingo hako. Sasa uangalie, ndivyo ambavyo mtego huo umewekwa kwa ajili yako katika siku ile ya nini? Ya mwisho. Utabanwa mahali ambapo huwezi tena kusema Yesu niokoe. Wewe ndio utataja, utasema Maria, maana wengine wanasemaga nani? Wanasemaga nini? Bikira Maria. Mama Maria. Yaani hata Yesu utamkosa tu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, hebu jiandae. Andaa maisha yako sasa. Acha. Usiende katika njia zilizo mbaya. Njia za ulevi amezikataa. Ikiwajia ghafla, ndio kama mtego unasavyo. Unavyonasa. Kwa kuwa ndivyo atakavyoajilia watu wote. Ndio vitakavyokuja kwa ajili ya watu wote wakaao juu ya uso, wanaokaa juu ya uso wa dunia nzima. Basi kesheni kila wakati. Kesheni kila wakati. Mkiomba ili mpate kuokoka. Ili kusudi mtu apate kuokoka katika haya yote yatakayotokea. Katika hayo ambayo yatakwenda kutokea katika dunia hii. Na kusimama mbele za mwana wa Adamu. Ili kusudi mtu wa Mungu kiepukana na hayo, upate kuwa na sababu na nguvu za kusimama mbele za nani? Mbele za mwana wa Adamu. Yaani mbele za Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, aliyekufa msalabani, aliyeteseka kwa ajili yetu. Kwa hiyo wana wa Mungu, hivi ndivyo ambavyo kwa kifupi kuhusu siku ya kuja kwake Yesu Kristo au siku ya Bwana. Kwa hiyo nimekuambia kuna mambo ya muhimu ya kuangalia. Kwanza, kutakuwa na dalili ambazo Biblia imekwisha kueleza. Alafu pia kutakuwepo na mateso wakati huo wa kuja hiyo siku ya Bwana. Alafu kutakuwepo na kuharibiwa
mji wa Jerusalem ambao upo hapa duniani. Tunatarajia watakatifu Jerusalem mpya iliyoko kule mbinguni, hiyo tunaitegemea kwa watakatifu. Halafu kuna kuja kwake Bwana, ule mwaliko mkubwa, mkutano mkubwa atakao kuja kuchukua Bwana. Na mwisho tumeona kwamba siku hii itakuwa ni siku ya ghafla. Siku ya ghafla. Maana kuna watu wengine wanasema ngoja kwanza niende nikajiandaa. Yaani ukimwambia kuokoka anasema ngoja kwanza nikaumulize baba na mama. Mbona kwenye dhambi humulizagi? Hebu uelewe. Yaani mtu anakwenda kutenda dhambi safi tu, anaona sawa, njia nzuri tu. Lakini mwambie kuokoka, leo unatakiwa uokoke, anakuambia hapana, mimi ngoja kwanza niende nikaulize. Huo ni ujinga, ni upuzi ambao hautakusaidia. Kwa hiyo wana wa Mungu, tengeneza mambo yako na Yesu. Kula vizuri, lala vizuri, fanya kazi yako vizuri, biashara zako fanya vizuri, lakini ujue ya kwamba siku ya Bwana inakuja. Na mimi sikuambii ni kesho au kesho kutwa. Bwana amesema itakuja kama kwa ghafla. Sasa takukuta uko wapi, unaendelea duniani na mambo gani, hiyo ni juu yako mwenyewe. Lakini Mungu akubariki na akutie nguvu. Na kila mmoja wetu tengeneza mambo yako na Mungu wako. Nataka watu ambao wamekuja kuokoka waje hapa mbele, niombe nao.